ambacho tutaendelea kusema na wewe leo, ninaamini atakuwa amekikusudia kwa ajili ya kukuinua. Amina. Kupeleka hatua nyingine katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati nikiwa nimeketi pale katika ulimwengu wa roho, Roho Mtakatifu akasema, hapa nina watu wangu. Amen. Unaweza ukawa unajiona ni mtu wa kawaida, ukajisikia kwamba wewe ni mdogo, lakini Roho Mtakatifu anasema hapa na watu wake. Amen. Kwa hiyo wewe ni mtu wake. Amen. Na kwa kila mtu wake kuna vitu wamewekeza ndani yake. Amen. Kwa kila mtu wake, kwa sababu yeye ndio mtengenezaji wetu, kuna vitu wamewekeza ndani yako ambavyo mimi sina. Kuna vitu ambavyo wamewekeza ndani ya mwenzako ambavyo wewe huna. Na kwa sababu hiyo ndio maana mwenzako ni wa thamani sana sana. Yaani uwepo wake, hata kama ni mchanga kiroho kwa jinsi gani, lakini uwepo wake ni wa thamani sana kwako, kwa sababu ana kitu wewe huna. Amina. Na kwa sababu hiyo, aliyeko kulia kwako, aliyeko kushoto kwako, mthamini. Jua yeye amewekwa kuwa mjumbe wa Bwana kwa ajili yako. Amen. Na anacho kitu ambacho kitakusaidia. Amen. Siku akipewa nafasi, hata kama ni mchanga kabisa, akasimama akawa anasema neno la Bwana, lisikilize kwa makini. Usije ukasema mtu mwenyewe tumeongoza sala ya toba tu mwaka jana, ana nini hiki cha kuniambia? Ni kama wale wazee wetu wa zamani, wakati tunaokolewa, ukimwambia habari za Bwana anakuambia, wewe mtoto umezaliwa juzi hapa, wewe utatuambia nini? Nafikiri mnajua hayo, namna ambavyo watu wengi ambao bado hawajamjua Bwana wanavyoona. Lakini sivyo kwetu. Na Bwana ana kitu chema kwa ajili yako leo. Sema haleluya. Haleluya. Kwa kuongezeka nguvu au kupokea nguvu katika uwepo wa Mungu, nataka tuangalie neno la msingi. Neno tumelizoea hata kwenye vitenge vya WWK ilipo, tumelizoea na tunalipenda. Binafsi nalipenda kweli. Isaya sura ya 40 mstari wa 29 mpaka 31. Isaya 40:39 29 mpaka 31. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Narudia tena, huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Haya, vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Biblia inazungumza juu ya kungoja, na mimi leo nataka nizungumze kidogo katika eneo hili la kungoja, kwa sababu ni wazi kungoja kunasababisha nguvu kuongezeka. Unapongoja mbele za Bwana, mahali ambapo pana uwepo wa Mungu, kama ilivyokuwa hapa wakati tunaabudu. Mungu akubariki sana mwanangu uliokuwa unaongoza ibada. Watu wa namna hii waliovalishwa vazi la sifa na vazi la ibada, wao unajua wanatangulia mbele,
wanatangulia mbele, wanatupeleka mahali ambapo tunatamani kufika. Na mara nyingi unaweza ukapelekwa mahali unapotamani kufika ikiwa yule anayekupeleka anapajua. Wakati mwingine tunaweza tukapelekwa mahali ambapo tunatamani kufika na mtu ambaye hapajui, huwa hatufiki. Na ndio maana ni vizuri mno kutambua neema ambazo ziko juu ya watu. Ukigundua mwenzako amepewa neema izidio kupita wewe katika hilo eneo, mpe nafasi ya kwanza, mpe nafasi afanye. Nampenda sana mchungaji wangu, Mchungaji Mboya. Ni baba mnyenyekevu sana yule. Anapoona huduma kwa vijana, akiona huduma ndani ya mtu, anatia moyo, anatia moyo. Najua na mchungaji Ndosi yuko hivyo hivyo. Haleluya. Ndio maana na ninyi mko hivi sasa. Haleluya. Nilipokuja mara ya mwisho hamkuwa hivi. Sasa hivi kuna kitu kimeongezeka baba. Kuna kitu kimeongezeka. Leo hapa nimesikia kitu cha tofauti. Bwana asifiwe sana. Mtu aliyekwisha kupajua mahali pale pasiri pake aliye juu, mahali penye uwepo wa Mungu, ndiye anaweza kukupeleka hapo. Ambaye hajaenda hapo hawezi kukufikisha. Atakufikisha njiani, hutafika ukapata utoshelevu. Unajua kuna utoshelevu tunauhitaji tukiwa mbele za Bwana. Na najua mara nyingi huwa tunaukosa kwa sababu ya sababu mbalimbali. Inawezekana moja wapo ikasemwa hapa katika somo la leo. Lakini kungoja mbele za Bwana ni jambo la muhimu. Hapo ndipo tunapopata nguvu mpya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sasa nina kielelezo hapa. Utakiona tu kwa sababu hata hapa kinaweza kukakaa. Asante sana. Utachukua na maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani shetani alikuwa anataka apasue kielelezo? Anafikiri haviko vingine? Nataka uniangalie vizuri na kusikiliza kwa makini. Sasa mmeona nimeshika glasi ya maji, si ndio glasi. Na nimeshika chombo. Sasa kwa sababu mmekwisha kukiona, naomba nichukue hiki kitu maana natamani muone vizuri kwa juu. Well and good. Hiyo itakuwa nzuri sana. Asante sana. Mungu awabariki sana kwa hiyo. Asante sana. Kwa vingi vingi. Mawe kabisa. Mawe kabisa. Chukua tu mawe. Vidogo dogo visije vikapasua hii chupa yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kungoja kuna gharama. Na gharama hii wengi huwa wanaikimbia. Wengine wanataka kungoja lakini ubize unawanyima. Ninyi mliozoea kukaa katika uwepo wa Mungu mtanielewa ninachokisema. Amen. Kuna nyakati kama umeamka ufanye ushirika na Roho Mtakatifu, ule muda wako wa binafsi wa kuomba. Kuna nyakati utakubaliana na mimi kama umepata kamuda ka dakika 40, mfano nusu saa au kasaa kamoja tu, ukakaa mbele za Bwana, uwepo wa Mungu ukakufunika, unajaa nguvu za Roho Mtakatifu na unatamani uendelee kukaa pale, lakini mkononi mwako ukiangalia saa inakwambia unatakiwa uwahi kazini. Unatakiwa uende upesi ile appointment, ile ahadi na yule mtu, ile hela anaweza akapata gari akaondoka, kwa hiyo utaikosa. Huwa tunafanyaje? Inatokea tunafanya nini? Ikitokea hivyo, lete mengi, usilete machache. Wow. Sasa kama kuna pushi za mahindi, leta zijae mkononi. Zikija tu mkononi inakuwa vizuri. Zikija mkononi inakuwa vizuri. Sasa watu wasikose hii.
Asikose, lakini ngoja niseme, ikiwezekana nitasema tena. Wakati ukiwa kwenye uwepo wa Mungu, umeshawahi kuona mtu anamalizia maombi, yaani anatamani aendelee kukaa, lakini hawezi kukaa kwa sababu muda umeshamwishia, akiwa hawahi mahali, anaamka kwenye maombi. Asante Yesu. Seasons pass you by. Majira yanakupita, unasubiri mzunguko mwingine. Inawezekana mzunguko mwingine na mtembeo mwingine kama ule ukaja mwaka kesho. Alafu inawezekana mwaka kesho ukija, siku ile ambayo labda ilikuwa ni semina kanisani, na mchungaji kiongozi ametangaza na Roho Mtakatifu amekusudia siku hiyo kuwe na mtembeo usiokuwa wa kawaida hapo kanisani. Unapata dharura, unaenda mahali fulani au unasafiri, majira yanakupita. Majira yanakupita. Majira yanapokupita, unachelewesha kusudi. Kuna kusudi Mungu anataka litimie kupitia wewe, lakini majira yakikupita, unachelewesha kusudi. Na unapochelewesha kusudi, itafikia wakati. Unajua Daudi ananipa wivu. Nasema naye Daudi alipokwisha kulitumikia shauri la Bwana katika kizazi chake, alilala. Alipokwisha kulitumikia shauri la Bwana, alilala. Amen. Kuna watu wanalala, hawajamaliza kulitumikia shauri la Bwana kwa sababu ya ubize. Sijui tunaenda kujibu nini, sijui tunaenda kujibu nini. Naomba Mungu anisaidie, naomba Mungu anisaidie nimalize kazi aliyoniitia. Siku ile, siku namaliza kazi, namwambia Bwana nakushukuru, maana utaambiwa kwamba kazi imeisha. Mwambia Bwana nakushukuru kwa kuwa nimemaliza kazi. Bwana anakusudia tuwe hivyo. Haleluya. Ngoja nikwambie, maandiko haya yanasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Katika tafsiri ya Kiunani baba, hili neno kupata nguvu mpya imetafsiriwa kama exchange of strength. Exchange ni mbadilishano wa nguvu. Unabadilishana nguvu na Mungu. Haleluya. Ukibadilishana nguvu na Mungu katika uwepo wake kwenye kungoja, hapo ndio mahali, ndio siri kubwa ilipo. Nguvu mpya unapata. Sasa nimeleta hii kielelezo ili uangalie kinachotokea. Nimechukua hii glasi kama mimi na wewe, nayo maji yaliyoingia huko ndani yote nikahesabu kama udhaifu nilionao, nimejaza kabisa mpaka juu. Halafu hiyo exchange program inafanyika ninapoenda mbele za Bwana, mbele za Mungu katika ule uwepo wake. Sasa nikangoja hapo. Kinachotokea ni hiki. Nguvu za Mungu zinakuja. Nguvu za Mungu zikija, nini kinachotokea? Zinaingia ndani yako. Sasa utaniambia nini kinafanyika? Nini kinafanyika? Nini kinachofanyika hapa? Maji yanamwagika. Asa kumbuka hii glasi nilikuwa nimeijaza. Glasi nimeijaza maji. Sasa ninaweka mahindi ndani ya glasi yenye maji. Nini kinatokea? Yanamwagika. Maji yanamwagika. Nimefundisha physics kidogo. Mimi ni mwalimu wa kemia na hesabu. Kwenye physics kuna sheria ya kuelea. Ziko kama mbili, kuna law of flotation na kuna inayoitwa Archimedes principle. Sasa hata kama hujasoma physics, acha ni kufundisha kidogo physics. Amen. Amen. Kanuni ya Archimedes inasema hivi. Niseme ya flotation, ile ya kuelea inasema kitu chochote kinachoelea, nasema kwa Kiswahili hapo, ndisema kwa Kiingereza,
ni ukumbusho wengine, kama kuna mwanafunzi wa sekondari hapa form 3, form 2, form 4 atakumbukia na yeye kidogo. Kitu kinachoelea katika maji kinaondoa ujazo ule ule unaolingana na ujazo wa hicho kitu kinachoingia kwenye maji, na maji yataondoka ujazo ule ule kulingana na kile kitu kinachowekwa kwenye hayo maji. Inasema hivi, a floating substance displaces its own weight of the fluid in which it floats. Kitu kinachoelea chochote kinaondoa uzito na ujazo ule ule kulingana na ujazo kilicho nacho, kilicho nao hicho kitu. Sasa hii mimi ndio naita exchange program. Sasa unisikilize. Kama nikiendelea kumwaga mahindi kwenye hiyo glasi, nini kinatokea? Maji yataendelea kumwagika. Nitakapokomea kama nilivyokomea pale, maji mengine yatamwagika pale. Hayamwagiki, yatabakia. Nikitaka yamwagike, naleta mahindi mengine, naendelea kuweka. Na maendelea kuweka, yanamwagika. 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 Mpaka mwisho kile kikombe ile glasi itajaa mahindi na maji yatatoka. Kama nikiweza kujaza, nikashindilia, nikapanga vizuri, unasema mchungaji, lakini kuna mahindi mengine yatakuwa na unyevunyevu. Ndio, yatakuwa ndio, lakini nimetoa maji wakati nimeingiza nini? Mahindi mbele za Mungu. Unapoingia katika uwepo wa Mungu, kiasi cha nguvu ya Mungu utakachokipa nafasi kuingia ndani yako kitaondoa kiasi kile kile cha madhaifu, kushindwa, kuonewa, kukandamizwa, umasikini, magonjwa, maradhi, udhaifu. Vinatoka, lakini lazima ungoje. Lazima ukae pale ungoje. Usipokaa na kungoja muda wa kutosha, nguvu itaingia. Haina maana haitaingia. Itaingia. Lakini kiasi cha nguvu kilichoingia kwa mtu aliyekaa dakika 2 kwenye uwepo wa Mungu, na kiasi cha nguvu cha mtu aliyekaa kwenye uwepo wa Mungu masaa 2, niambie, mnalingana? Hamwezi kulingana. Hamwezi kulingana. Wahubiri wa neema ya uongo, false grace, wanasema hamna bwana, kazi ilishamalizwa yote. Si tunatembea tu katika neema. Hamna. Ufalme wa Mungu unatekwa na nani? Na wanyonge? Hamna. Na wenye nguvu. Wenye nguvu ndio wanaoteka. Wenye nguvu ndio wanaotwa. Wenye nguvu ndio wanaobeba na kutembea nao. Haleluya. Na watu wanakuja wanafunguliwa. Haleluya. Haleluya. Wanakusoma ndio wa Efeso 3:20. Hebu soma mwanangu. Hebu tulitafakari pamoja. Inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nani hapo? Nani wapi hamna hapa sitoke. Nimeshawahi kuona watu wanachimba maji, wanadrill maji. Kwa wakati wakichimba, kuna saa unakuta mwamba. Wakikuta mwamba, basi ujue water table iko hapo chini. Maji yako hapo chini. Kwa wanakazana kubabadua. Baada unasikia maji yanatoka. Ukiona mwamba, endelea kubabadua. Kwa jina la Yesu. Maana hapo maji yatapasuka.
ukipasuka, nikuambie kwa taarifa yako, hunywi peke yako, utagaia na jirani na wanaokuzunguka watapata. Siku unachimbaga maji yanakuwaga mengi mpaka anasema hapa majirani anaweza kutandika bomba atandike tu aje achukulie maji hapa. Yapo idara ya maji idara ya maji bwana, wanakatazaga, wanataka hela. Mkiweka lazima mweke mita, kwani umeachimba mimi niyo tu idara ya maji leo kama nyie badilisheni sera zenu. Mimi nimechimba maji yangu kwa gharama zangu mwenyewe, nimezungukwa na watu wengine ni masikini. Unawanyima maji eti usiruhusu watu wengine waje. Katika ulimwengu wa roho, hizi idara za maji ambazo zinazuia wengine wasinywe, wewe wape watu maji wanywe. Haleluya! Bwana asifiwe. Na Mungu anawekeza vitu zaidi ndani yako, sio kwa ajili yako mwenyewe. Tumepewa karama na huduma hizi kwa kuhudumiana. Haleluya! Ili ukifika kwenye bonde la vilio unaligeuza, linabadilika, linakuwa chemchem